nimekwambia ni ya kwamba kulinda moyo wako. Soma katika Methali 4 mstari wa 23. Inasemaje? Soma tusikie. Linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Unaambiwa linda moyo wako kulinda chochote unapolinda. Maana ndiko zitokako chemichemi za uzima. Maana huko ndipo kunatoka chemichemi cha uzima. Unaambiwaje? Ulinde moyo wako kuliko chochote uliye nacho. Bwana asifiwe. Ni kwa maana huko ndipo kunatoka chemichemi. Usipolinda moyo wako vizuri, wakati ibilisi anapokuja, kitu unafanya si kukunyang'anya kile uko nacho. Ibilisi anapokuja si kukunyang'anya pesa uko nazo. Kitu unafanyaga kwanza ni kukamata moyo wako. Na ili uwe na pesa sikuje siishe, kwanza ibilisi vile aliingia katika maishani mwako, alikuja anakamata moyo wako. Na ndio maana tunaambiwa pale na mtu anaitwa Solomon, alikuwa ni jamaa mwenye hekima. Tunaona akiomba Bwana akaambiwa Bwana, nipe hekima. Bwana asifiwe. Amen. Na Mungu akampatia hekima. Tunaona nakwambia, linda moyo wako kuliko chochote uliye nacho. Lakini leo sisi tunalinda pesa. Leo sisi tunalinda utajiri tuko naye. Lakini tunasahau kulinda moyo wetu. Kwa maana moyo ndio umebeba kila kitu. Na ibilisi yeye akunyang'anya kile uko nacho, anakuteka na kamata moyo. Anaelewa jambo moja. Kwa mfano, kama ukitoa sadaka ama ukiomba unafanikiwa, atakuja kupokonye moyo wa maombi. Ushindwe na kuwa mwombaji. Atakuja kupokonye moyo wa kutoa kanisani ama moyo wa kujitolea kwa njia yote lile. Ina ni njia kutoa fungu la 10. Ina ni njia ya kutoa sadaka zako. Ina ni njia kutusaidia kama mashini tunaenda kununua. Haleluya. Amen. Kwa hivyo anakuja anakunyang'anya ile moyo. Na ndio tunaambiwa katika anapoapa pale, tunaambiwa vizuri sana na Solomon, tulinde moyo wetu kuliko chochote tuliye nacho. Kwa maana huko ndipo kunatoka chemichemi. Huko ndipo kunatoka mambo mazuri. Na hata mambo mabaya wakati umekamatwa na ibilisi, ndio mambo mabaya wewe inatoka. Moyo wa mtu ukikamatwa, mtu ule atafanya matarajio yake. Moyo wa mtu ukikamatwa, ule mtu atafanya mipango yake. Atafanya kama vile amekamatwa vile ataelekezwa. Amen. Haleluya. Kwa hivyo nataka leo tubadilishe, tuache kulinda pesa sana, tulinde mioyo yetu. Hebu nisomee. Sina ine. Kinywa cha ukaidi ukitenge nawe, na midomo ya upotevu iweke mbali. Kwa hivyo kinywa cha ukaidi, kinywa ya kupoteza, maneno ya ukaidi, midomo ya kukupoteza. Ukiangalia leo, watu wengi walitarajia mpinga Kristo atatoka maybe Marekani, atatoka maybe Dubai, atatoka maybe popote. Lakini leo hii tumekusanyishwa na kitu tunaita internet. Bwana sikule. Tumekuwa pamoja. Mtu wako ng'ambo anaongea naye ni kama hapo hapa chini. Haleluya. Kwa hivyo tunaambiwa tujilinda midomo ya upotevu. Unaona katika internet kunaye atatokelezea kuambie wachana na haya maneno, wachana na haya wachungaji. Atakusomea maandiko bali atakuweza kukupatia hekima. Atakupatia maandiko ambayo ni ya kupoteza. Na ndio tunaona ni njia moja ya mpinga Kristo. Kwa hivyo kama uelewi, ni nyakati za hatari, ni nyakati za mwisho, ni nyakati za kupigana na Injili, ni wakati mpinga Kristo anatokelezea. Na ndio naambiwa vizuri ya kwamba ulinde moyo wako. Haleluya. Amen. Ukisoma Kumbukumbu la Torati, hebu soma kidogo tuone. Ukisoma Kumbukumbu la Torati ama 20 na ngapi? Tusomee 14. Inasemaje? Kuna maandiko iko pale ningependa tukuse kidogo. 14 mstari wa 22. Inatuambia usikose kutoa sadaka zako ama fungu lako la 10. Lakini baba mwingine ametokelezea na kuambia usitoe. Haleluya. Na kuambia mfano mmoja ambaye ni ya kupiga Kristo. Na ndio tunaambiwa kwamba tujirinde na midomo ya kupoteza. Haya, tutoke hapo. Mtu pia anakuonyesha ni vizuri kuwa umechangamuka, ni vizuri kwenda kuatia hii, ama ni vizuri kufanya tabia hii, ni kwa maana utafanikiwa. Halo. Kwa hivyo tunaambiwaje? Tulinde mioyo yetu. Kwa maana mioyo ya watu, mioyo yetu ikiibiwa,
hata mimi mwenyewe ninahubiri, siwezi hubiri tena, nitaenda kwa mambo mengine, kwa maana moyo huo wa kuhubiria, moyo huo wa kueneza injili nisipolinda ukipimwa sitaweza kuendelea. Kusoma katika Methali, wachana na hiyo. Endelea katika Methali mstari wa 25. Macho yako yatazame mbele, na kope zako zitazame mbele yako sawa sawa. Kuambiwaje macho yako yatazame mbele na kope zako ziangalie mbele sawa sawa? Kwa maana inajulikana, ukisikiliza sauti hizo, ukisikiliza itanezi sana, usipokuwa na msimamo. Haleluya. Mungu anapenda sana mtu aliye na msimamo. Usipokuwa na msimamo utapotea. Usipokuwa na msimamo utaacha ukweli hilo na kufuata. Kwa hivyo tunaambiwaje? Macho yako yaangalie mbele sawa sawa, si kuangalia tu. Unaambiwa macho yako yaangalie mbele. Kome zako ni zile kome za macho, hizi vitu nyeusi ndio sinaonaga, pia siangalie mbele, na unaongezea unaambiwa sawa sawa. Kwa maana moyo wako umeuonyesha every Sunday lazima niwe kanisani. Ili utabadilika, ili utakuwa una fedha, unavaa kuwa katika nyumbani la Bwana. Haleluya. Kwa maana ibilisi chochote anaelewa kinaweza kuvunja moyo. Wacha kwambie my sister, my brother, hicho ndicho baba yukuletea. Haleluya. Amen. Nisikiza kwa makini. Ibilisi akijua ile njia tabitia akupokonye ule moyo wako wa kumwabudu Bwana, wa kwenda kwa nyumba la Bwana, ila anaweza tumia pesa, ila atumie umaskini, ila atumie mapigano, ila atumie vita. Chochote anajua kitumia atakuweza, hicho ndicho atatumia. Haleluya. Amen. So ni vizuri uangalie mbele sawa sawa, vile Biblia inatuambia. Ni vizuri uelewe mapenzi ya Bwana. Ni vizuri ujue vile utafanya. Haleluya. Amen. Kwa maana watu wengi hawaangalii mbele. Tunaambiwaje mstari wa 26? Soma tufikie. Ulisawishe pito la mguu wako, na njia zako zote zidhibitike. Kwa hivyo njia zako zote sikuwe zimenyooka, njia zako zote sikuwe sawa. Kwa maana anaelewa usipofanya hivyo moyo utaibiwa, na moyo wa mtu ukiibiwa mambo yake imeharibika. Na ndio turudi nyuma kidogo tuone. Kuna watu wako hapa hata kama sasa wajaolewa, wameshaiolewa. Wakati uliolewa ule mume ama mwanaume alikuja kwa moyo wako, ni kweli ama si kweli? Haleluya. Na alipokuja si alikuiba ukaenda na yeye ama mkaa pamoja na yeye. Vile vile na mimi na wanaume wale wameoa, mwanamke alikuja kwa moyo wake, vile vile akaenda pamoja naye, wakawa pamoja na huyo. Mama yako baba yako ni best. Kwa hivyo moyo ndio unaelekeza mtu. Moyo ndio unafaa kuangalia sana. Na huwa ninaambia watu, ikifika jioni unapoenda kulala, hata ikawa umechoka, ni vizuri kuambia Bwana, nimesikia mengi, nimekanyaga mengi, nimefikiria mengi, nimesikia mengi. Wewe Mungu mwenye rehema, usikubali hata moja ichafue moyo wangu. Haleluya. Amen. Shida bado nini? Amen. Ni kwa maana usipofanya hivyo, moyo wako ukikamatwa utabadilika. Moyo wako ukikamatwa utatoka katika njia za haki na utaenda urengo mwingine. Tusoma tuone 27 inasemaje? Usingeuke kwa kuume wala kwa kushoto, ondoa mguu wako maovuni. Unaambiwaje? Usiangalie kushoto wala kulia, ondoa mguu wako katika maovu. Kwa nini? Ukitembea na watu waovu, ukiwa pamoja nao, mkifanya meeting nao, wale watu watakuchafua. Haleluya. Kila bali niwe. Amen. Wewe unajua unaweza kutembea na mtu kulingana na uchafu aliye naye. Uchafu ama tabia aliye naye, hata nguo ikuchafue. Nguo yake yenyewe, wacha za mambo mengi. Na ndio huwa ninaonya tangu mwanzo, ili mambo ya kukunywa maji pamoja. Yaani mkunywe maji kikombe kimoja ama na chupa moja. Na huwa ninaonya watu, hata hii salamu ya kushika mtu hivi, hata kuvuta sika mtu na mikono ya kuchafue. Hebu tuone kama ni kweli. Tuangalie katika Biblia, hiyo naongea katika kitabu cha Yuda 1:23. Tuone vile patambuliwa na huyo mtu. Kwa maana watu wengi wanachafuka, na ndio nakwambia hali ya kulinda moyo. Hii ni njia nyingine. Angalia mtu aliye karibu na wewe. Angalia sana asikuchafue.
katika moyo, achafue moyo